Ambieni must go, hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Na hii jamaa ataenda nyumbani. One way. Okay. Umeshafikiria kwanza what you are talking about? Ama kuongea tu unaongea? Tangu nitoke hako na amani. Hakuna. Kuna watu wanafikiri watatuchezea karata ya kamari. Aende nyumbani asubuhi na mapema na asifikishe kula 600. Ati tutamtoa tuweke nani? Wewe usitake kujua mwenye tutaweka. Hata si tujue mwenye tutaweka, but kenye tunajua ni tutamtoa. Hiyo mweke hapa kwa akili. Kenye tunajua ni ati tutamtoa. Sisi kama mayouth bado tunasema ni must go. Thank you for the government kwa kazi yenye wanafanya. But naomba tu serikali ya hii serikali yenyu yote itoke. Wewe Ruto wewe! Wewe mtu pepo chafu. Wewe Kenyai. This is William Ruto wakiwa pale Muruadikiri leo. Watu wa Muruadikiri wataki upuzi. Kwanza ameenda pale akawaahidi hadi Muruadikiri sijui university. William Ruto si umalizie ile university ya Olkarau kwanza. Ama kazi yako ni kutenga. Watu wa Muruadikiri, endeleeni kusema one time. Muone maendeleo itakuja vile inafaa. Msinyamaze, one time kila siku. Na msitokelezee kwa mikutano. Kasongo, you have a very long way to go. Na hakuna mtu utaconvince. Watu wataendelea kusema one time. Ruto amepatana na experience ya Gonism first hand. Olezo amekuwa pale Muruadikiri. Okay, kukatokea fracas between the area MP Dollarline na his rival Buru. Kuna kijana anaitwa Buru huko. Okay? Now, president akiaddress watu, he was very mad about it. Kwa nini mnataka kuibisha community yao? Kwa nini mnataka Wakenya waone ati nyinyi mko na vita pale chini? You know, other part of the country wako allowed kupigana, lakini nyinyi hamuko allowed. Watu wa Homa Bay mnaweza piga wale wengine, lakini pale Kalenjin you are not allowed to cause violence, especially president akiwa karibu. So alisema nini kwa hiyo Kalenjin speech? Alisema hivi: hatuwezi develop nchi tukiwa na chaos. Akisema tuko na maono mingi sana ya hii constituency, lakini hatuwezi accomplish kukiwa na hiyo fracas. Na akasema wenye wamesponsor goons atadeli na wao vibaya sana. Sifurahii vile Kasongo amefanywa pale Muruadikiri na magoons. Sifurahii hata kidogo. Lakini lazima nimkumbushe. Lazima tumkumbushe ya kwamba ukilea nyoka wewe ndio itauma ukiwa wa kwanza. Tena nimkumbushe pia, ukichimba shimo vile inaenda deep, wewe ndio utaenda kuanguka kwa hii shimo. So sifurahii Kasongo, lakini nimekuacha na huo ujumbe. When you do something, it is you that will come to regret. Akamalizia hiyo. Na akaamua kuchukua Rigiji sasa, akamwekelea kwa meza. Akasema kwa nini mnaalao watu wenye wana cost division, tribalist wakuja wamuongeleshe? Kwa nini mnawareceive? He was very upset. So, wewe jua tu, Kalenjin are not allowed to cause violence. So nyinyi mkienda kwenyu mpigane, mjue ni kwa nini mnapigania mtu mwenye kwao hataki hiyo Gonism happen. Okay? Muangaliane nyinyi kwa wenyewe. Mwache kupigana na watu wengine, vita za watu wengine. Ati sasa kuna wanaume 5 ati wameketi chini. Ati wanagawa serikali ya Kenya. Kwa hivyo ukiona hiyo wanaume 5 na mama moja wakikutana, wanatafuta mtu mmoja ya kupeleka wewe nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. My lord.
I wonder. Mimi tena sielewi Kipchumba tena. Sielewi vile Kipchumba anafanya mambo yake. Huyu mtoto yetu Kipchumba simuelewi. Mbona hakuambia Baba Shalina asiende Murwa Dikir? Alimuruhusu tu, hakuambia yeye kuna gunzi huko. Hakueleza yeye ndiye asiende. Na watu ya Murwa Dikir mnaleta mchezo, mnaenda kupigania kwa mkutano ya president. Kwani amheshimu yeye tena? Tena mheshimu yeye tena? Mbona mnaenda kuleta mchezo mnakosea president namna hiyo, mnaenda kupigania huko? Na mkitungilia ye mshale mutoboe? Jesus. Tu wako na talent. Fungua kampuni ya magunzi huko. Kama mtu anataka gun for hire, go to Kisumu. Murkomen, sasa umeamua ni kusafirisha guns kila pahali. Hadi utabui mkubwa wako. Tumeona leo amevamia Kasongo pahali alikuwa ya Murwa Dikir. Ama tukuulize aje, hata wao mtasema ni wa Ligiji. Msifikiria tujui kila kitu. Ama Kasongo wewe ndio ulikuwa umewalipa ndivyo tuseme guns wanakuanga wa Ligiji. Wachani tuambie, hii ni upuzi mnataka kutubeba. Na hata wewe Murkomen tukwambia kitu moja. Unaona guns wenye unatuma? Hata wewe siku moja watakuja kukugeuka na utaona kienye kitakupata. So tunakwambia hivi Mr. Murkomen, endelea kufanya kazi yako vizuri ya kutuma maguns pale popote unataka. But one day one time you will regret. Na tunakwambia ni one time. Na wewe Kasongo, si umeamini sasa leo kuna guns? Hata wenye walikuwa orkarao, ni nyinyi tu mlikuwa mwatuma, hatuwezi wahurumia. Hatuwahurumia hata kama kungefanyika kitu. Sisi ni akina nani? Nani one time? Today, I am seeing images of a vehicle that is said to belong to the presidential escort that was stoned by goons in Murwa Dikir. And I was about to say the things we used to say before Kipchumba Murkomen spoke. You know, before Kipchumba Murkomen spoke, Fanyamambo would have been saying it is wrong to attack a presidential motorcade vehicle. But after the advice by Kipchumba Murkomen, I think the people handling the president's security failed him. One, they needed to give him a timetable of goons. Wamwambie mahali goons wako, mahali wanapitia na mahali hawapitii, so that the president plans accordingly. Because according to Kipchumba Murkomen, kabla uende mahali unajua kama kuna goons. Ukijua kuna goons usipitie hiyo njia. Sasa nyinyi mulipeleka president mahali kuna goons jamani, na Kipchumba alisema tunafaa kuuliza mahali ambapo kuna goons, tusipitie huko na tusiende huko. From where I sit, initially we would have been saying, oh, it is wrong to attack a vehicle, it is wrong to attack the presidential motorcade. No. Nyinyi muongee na goons, mupatiwe timetable yao na program yao. Mujue mahali wako, ndio mnajua mahali mta avoid. That is what Kipchumba Murkomen told us. Kwa hivyo the people handling the presidential security, hapo mulimfail. Hamukuongea na goons, hamukuchukua timetable, hamukumadvise mahali atapitia. Kipchumba Murkomen alisema, ukisikia mahali kuna goons usiende. Ile insurance scheme ya civil servants yake. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. This man anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University ndio university yake ipate watoto. Aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo amechukua e-Citizen. Ako na 80% shares ya e-Citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. My God. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo, ameingilia mambo ya banki. Enough is enough. Amenunua benki inaitwa Cedar. Have you heard me? Enough is enough. Ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA. Can you go straight to the point? Ametoa hiyo pesa yote kwa mabenki ya serikali kama KCB na National Bank. Ameweka kwa Cedar Bank.
Hiyo bank every day inatengeneza faida ya 21 million. Jesus is Lord. Na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Syrian Bank ndio auwe benki zote za serikali ikuwe benki yake ndio imesimama. My lord, I wonder. Tonight, I'm not happy. Yani Murkomen anatumia president goons. I'm not happy. Hey, yani Murkomen unatumia rais goons. Hey. Anyway, nauliza hivi. Murkomen ulikuwa unajua hiyo maeneo iko na goons. Mbona hukuambia presidential escort o team hiyo maeneo iko na goons wasiende? Mbona umeangusha rais? Anyway, rais amesema atadili na magoons. Lakini tunaambia rais, the best way to deal with those goons, sack Murkomen. He is the owner financial of goons. Yes. Sack that fella. Imagine ungepigwa mawe. Imagine ungepigwa mawe. Sasa tungekuwa tunaongea story nyingine. Wadau, mkubwa wa inji amekuwa Emor Dikir. Alitoka hapa Nairobi akaenda Emor Dikir huko kwa Kinangeno. Na huko kwa Kinangeno mimi naona vile jamaa vile anaongea Kikalenji na hapo. Jamaa anaongea Kikalenji. Unajua wakati alienda huko kwa Kinangeno kumetokea magoons. Sijui kama mmeona magoons wametokea huko, magoons vita ikatochacha huko. Magoons mkubwa wa inji akaona magoons kwao huko kwao Emor Dikir. Sasa jamaa baada ya hiyo magoons kupigana, sasa jamaa ameongea Kikalenji yake yote. Unasikia tu ala. Sasa the problem is not even mkubwa inji kuongea Kikalenji. The problem is this. Wakati we said that kuna goons Homa Bay, Murkomen alisema nini? Murkomen alisema kama umesikia kwamba kuna magoons, mbona unaenda huko? You should not go as long as you have got an intel or an information that there are goons somewhere. Why are you going? Sasa mimi I'll pose the same question to you, mkubwa wa inji. Kama ulijua kuna goons Emor Dikir huko kwenu Kalenjin, ulienda huko kufanya nini? Murkomen alisema, and remember the law is equal to all of us. Murkomen alisema ukisikia kuna magoons mahali, there is no need of you going. Kwa hivyo wewe mkubwa wa inji, wewe ulisikia kuna goons Emor Dikir, kwa nini unaenda huko sasa una lecture watu na Kikalenjin, unawasomea? Ni kwa tu unasikia unasema la unasijui unasema nini. Umeongea yako yote mpaka nikaweka translator kutaka kujua what you are saying. Kama kuna goons mahali hata wewe uvai kwenda. Kwa hivyo kama ulisikia kuna goons Emor Dikir, why were you going there? And you knew so well that those people are going to fight among themselves. Now Murkomen, why didn't you advise your party leader? Why didn't you advise your party leader asiende huko? Sasa ona the kind of shame, the kind of yote embarrassment yenye amejionyesha. Na I told you, huyu mtu hana wafuasi mahali popote. Ndio watu wapigane mbele yako. Wewe una wafuasi. Wale watu hata saa hii Kipsigis are not even following you. That is why you had to explain all those things that you are explaining. Because hata Nandi mahali penye unatoka, hata wao wamechoka na uongo yako. They are not interested in you.